Hii ni case namba Mwanzo kifungu cha 39 kutoka kitufe namba A, B, C mpaka G. Kesi ya Yusufu versus Madam Potifa. Kutokana na kesi nyingi za ubakaji, unyanyasaji, upasuaji pamoja na child abuse humiliation, Mheshimiwa Jaji, tumeabidi tutoe hizi kesi kutoka kwenye dawati dogo la jinsia, watoto pamoja na walemavu, tulilete moja kwa moja katika mahakama yako tukufu ya High Court Criminal Division. Mheshimiwa, kesi hii kutoka upande wa mshtaki ni ngumu sana Mheshimiwa. Hii kesi inasemekana kwamba ipo katika kipengele cha human rights abuse. Anyway, tupate kusikia kutoka kwa ndugu mshtaki. Mheshimiwa Jaji, kuna mambo yanasikitisha. Mimi kijana mdogo hapa nimetoka jela, ila kabla ya hapo nilifanya kazi kikamilifu kwa mzee Potifa, lakini yule baba yule hakunizuilia chochote, zaidi ya mke wake huyu mama. Muone kwanza. Huyu mama alitaka kunibandanga, kunifananga. Alitaka uwe ndoto zangu, alitaka aniharibie ujana wangu. Inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Mheshimiwa Jaji, nashukuru. Lakini kwanza naomba nieleze mahakama yako tukufu mimi ni nani. Mimi ni mke wa mtu wa nyadhifa za juu, Potifa. Lakini isitoshe, kuna vitu watu hawajui. Mimi ni mmiliki wa kikundi cha ukopeshaji kwa riba ndogo. Isitoshe Mheshimiwa, mimi ni kiongozi wa vikundi vya kina mama, Glory to Glory Mothers, wa mama tushikamane group, Upendo Dadas, na ninalea vikundi vidogo vidogo vya mabinti wanaochipukia, wanajiita nimesahau, sorry, lakini nawalea watoto wadogo. Okay, sawa, sikatai kwamba mume wangu muda mwingine yuko busy, na mimi ni mwanamke, nahitaji sifa, nahitaji haki zangu za msingi, ukizingatia nilijitunza kwenye ubinti wangu. Sawa, nimekubali. Mara kadhaa nilimuona tu, nikaona nimpe nafasi kidogo, labda anaweza akanisaidia kidogo tu, nilimpa nafasi. Lakini alinikataa. Imagine, nilihisi kudharaulika. Lakini nifanyaje? Anaposema nimembangaza, serious, umenivunjia heshima. Asante Mheshimiwa Jaji. Mheshimiwa Jaji, mwanzo wetu watu wa kikosi cha LE, Law Enforcement Panel, walikataa kata. Wakasema ya kuwa haya mashtaka tuyafutilie mbali, yasibainike kabisa katika mahakama yako tukufu. Lakini baada ya kuona upande wa mshtaka, tukagundua ya kwamba hii kesi ni kosa la kuwa too handsome. Yaani ni handsome boy harassment. Anyway, Mheshimiwa, sio maneno yangu. Tumepata taarifa kutoka kwa kikosi chetu cha kazi. Tumepata picha ya mjongeo, yani VAR, inaonyesha ushahidi wa mambo yalivyotokea bayana kinagaubaga. Tupate kutizama still picha na mnato, Mheshimiwa Jaji. Hi guys, it's Mama Poti hapa, niko nyumbani just chilling and yeah. Jamani,
Here's Jay, guys. Jay! Say hi. Wasalimie watu bwana. Habari zenu. Greeting my fans mtandaoni, fans wa Mama Poti, Edo. Njoo basi. Njoo. Come. Sogea karibu, usiogope. Jamani, mwana alivyo handsome. He's handsome, yeah? Ndeza. Asante, nashukuru. Jamani. Safi. Asante. Njoo basi. Wapi? Kuna kitu nataka tufanye. Mbona unakuwa mwoga? Wewe njoo. Hapana, kwani ni wapi tunaenda? Jamani, Yusuf vipi? Mbona unakuwa mwoga ya mambo? Hapana. Njoo. Kama ni tulia, unaogopa nini? Mimi ndo Mama Poti. Njoo nipe maisha. Wewe. Order please. Tumewasikiliza pande zote mbili. Tulianza na upande wa mshtaki, kweli kabisa, ndugu Yusufu, lakini pia tukatoa haki ya msingi kwa mshtakiwa kuweza kumsikiliza, kuona ana nini cha kusema kabla hatujachukua sheria kama ambavyo imeelekezwa. Madam Potifa, mke wa Potifa, kusema Yusufu ni handsome, this is not an excuse. Hii ni mahakama ya mbinguni. Hatufanyi beauty contest hapa. Hii kesi sio tu ubakaji, inazaa kesi nyingine nyingi. Kwa taarifa yako, hii kesi inaenda mpaka kwenye Sexual Offences Act 1998, wakati mtoto hata hajazaliwa. Hii sheria tumeitunga. And penal code provisions on sexual assault, sexual harassment, and this aligns prophetically with harassment of the Old Testament. Yes. Ulitaka kuharibu future huyu kijana. Unajua Mungu ameandalia nini huyu? Haikutakiwa kuwa hivyo. Wewe umeolewa na karakta yako hapa haitakiwi kuleta kwamba ilikuwa ni excuse ya kumwona huyu mtoto ni handsome. Uongozi wako kwenye riba huko ni huko. Hakuna riba ya dhambi huku. Kama ni wanawake ni huku fuata wadhifa wako. Ulipaswa kuwa mwaminifu kwa mumeo. Hata kama yuko huko vitani anafanya majukumu mengine, utakiwa kuwa mwaminifu. Yusuf. Naam. Baba yangu kwa mbinguni anakufurahia. Asante sana. Lakini pia uliondoka kwa kukimbia kutokana na ushindi ambao tumeuona na ukaacha koti. Ni kweli. That is exhibit A of integrity. Umefanya vyema kijana. Asante sana. Lakini pia wewe inaonekana ni yule baba wale neno kujiweka kando. Fanya vizuri na endelea kujitunza, kwa sababu sheria zetu zinasema ziko wazi kabisa, zinajiongoza jinsi gani kijana aisafishe njia yake safi. Bali ni kwa kufanya kushika neno la Mungu na kumtii Mungu. Ulikimbia kwa sababu Biblia, sheria zetu zinasema kwenye marekebisho madogo baada siku ya Pentekoste kupita, iko wazi kwamba ikimbie zina. Ulifanya vizuri. We mama, wewe umeidhalilisha taasisi ya mume wako kufanya kazi. Unadhalilisha taifa. Dhambi ina madhara mengi. Sio tu kuharibu future kijana. Umetupotezea muda hapa kufanya mambo ambayo hayana msingi. Tungekuwa nafanya shughuli za uzalishaji. Una nafasi ya kutubu. Mimi niache kusikiliza mambo ya vita vya Urusi na Ukraine na kuja kusuluhisha wewe kumtamani kijana. Kuna vita vya Gaza huko, niache nije kwako kwa sababu ya tamaa yako ya dhambi. Una nafasi ya kutengeneza, na hakika babangu wa mbinguni atakurejesha katika urejesho kama utatubu na kumaanisha. Yusufu, hongera, case closed.